Ibrahim Traore amekuwa ni mmoja kati ya watu wanayezungumzwa sana katika vichwa vya habari vya vyombo mbalimbali ndani na nje ya bara la Afrika. Hii ni kutokana na mengi yanaendelea kuyafanya, mengi zaidi yakionyesha dira njema kabisa ya taifa la Burkina Faso, dira ambayo watu wengi wameshindwa kuionyesha, yakianzishwa na muasisi wa nyuma zaidi ambaye yeye alifanya mapinduzi kwa kumuua aliyekuwa rais wa kwanza na aliyekuwa kipendwa zaidi na watu wengi. Naposema rais wa kwanza, na maanisha rais wa kwanza kupendwa na watu wengi, Thomas Sankara, ambaye aliuliwa mwaka 1987 na moja kati ya watu ambao walikuwa marafiki zaidi. Lakini hata hivyo bado hawakufanya yale mazuri ambayo wana Burkina Faso waliyatamani mpaka sasa yanapokuja kupatikana miaka 2023 kuelekea 25 kutoka kwa kijana mdogo kabisa Ibrahim Traore. Ukiachana mengi ambayo yamefanywa, tunaona vita kubwa zaidi inayopigwa kumwelekea Ibrahim Traore, ambapo mataifa mbalimbali ya Ulaya yameendelea kuonyesha sintofahamu na kumkashifu Ibrahim Traore kwa mambo mbalimbali anayoyafanya. Moja kati ya mataifa hayo, tunaanza taifa la kwanza ni Ufaransa. Tunafahamu vyema taifa la Ufaransa ni moja kati ya mataifa ambayo yalichukua makoloni mengi zaidi barani Afrika. Makoloni kama vile sehemu ya makoloni ya Cameroon, makoloni ya Egypt, makoloni ya Algeria, Morocco, na baadhi ya maeneo mbalimbali, bila kuwasahau Senegal, ambao wote walikuwa wametawaliwa na Mfaransa mwenyewe, pamoja na Burkina Faso yenyewe ambao hapo zamani iliitwa Upper Volta. Lakini mara baada ya Ibrahim Traore kuweza kukamata dola la taifa hilo la Burkina Faso, tunaona mambo mbalimbali yanaendelea kufanyika katika taifa hilo, yamekuwa ni ya tofauti, hususan kwa mataifa ambayo yalikuwa yakiweka mikono yao hapo mwanzo, mataifa ya kibepari kama vile Ufaransa. Unadhani ni kwa nini taifa la Ufaransa linafanya hivi? Ukiangalia katika uchambuzi wa haraka wa kisiasa, tunagundua kwamba mataifa haya mengi ambayo yalikuwa yametawala mataifa ya Afrika, pale tu mataifa haya ya Afrika yanapofanikiwa kujiachia, hayapendi. Ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimeunganishwa moja kwa moja kwao, hawavipati. Taifa la Burkina Faso limekuwa ni moja kati ya mataifa yenye mali nyingi. Mataifa haya yamekuwa na utajiri mkubwa wa miti na baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo vinaviziwa na wakoloni. Sasa kwa kitendo hiki usitarajie kama Mfaransa atampenda zaidi Burkina Faso, zaidi ni kuendelea kumwekea vikwazo. Hii ndio sababu tunaona Ufaransa na washirika wake wanaendelea kumwekea vikwazo Ibrahim Traore. Lengo ni kumfanya asalenda kile ambacho amekwisha kukianzisha. Lakini uzuri ni kwamba kijana huyu, licha ya kwamba anaendelea kuwekewa vikwazo, yeye mwenyewe anaonesha mtizamo na msimamo wa hali ya juu. Tunaona katika jeshi amefanikiwa kulishika jeshi vilivyo, amefanikiwa kuwashika raia ambao hawa mara nyingi ndio ambao wanasimama kama kitovu cha machafuko. Lakini kwa sasa hili hatuwezi kuliona. Mambo ya msingi katika mahitaji ya binadamu, Ibrahim Traore anahakikisha yanafanyika. Ni wapi raia wake watamuunga mkono Ufaransa na wamwache yeye? Haiwezekani. Ukijana Ufaransa, tumeona mataifa mengine kama vile Uingereza, Marekani na baadhi ya mataifa mbalimbali ambayo kwayo husimamia zaidi haki za binadamu bila kujali kwamba zinatimizwa ama hazitimizwi. Wao wanachoangalia ni kwamba utimizwaji wenye manufaa kwao ndio wanaotaka. Hapa sasa tunaona mataifa haya yakiendelea kupiga vita, yakiendelea kushinikiza kwamba Ibrahim Traore aweze kuresign na waruhusu uchaguzi wa haki katika taifa hilo. Lakini je, hichi kinachofanywa na mataifa hayo raia wake wanakipenda? Na maanisha raia wa Burkina Faso wanakipenda? Na kama hawakipendi, kwa nini waendelee kushinikiza kitu ambacho sicho? Hapa naona kuna jambo fulani ambalo mataifa ya Afrika yanapaswa kujifunza. Inapotokea kiongozi ambaye ana dira,
kiongozi mwenye maono na njozi kubwa zaidi kama hizi anapotokea katika bara Afrika, anapaswa kushikwa mkono, anapaswa kuendelezwa ili kile kilichomo ndani yake kiweze kuikomboa Afrika kiujumla. Lakini baadaye utakuja kushangaa sasa, viongozi wenyewe wa Afrika wataanza kukinzana, wengine wakileta mambo ambayo yatakuwa na manufaa kwa mataifa yao kutokana na vile ambavyo wanashinikizwa kutoka katika mataifa ya mabepari. Na maanisha washirika wa Ufaransa wengi watajigawa katika kundi lake, washirika wa Uingereza, washirika wa Marekani, wote watajigawa katika makundi ili tu kumdhoofisha mwenzao. Haya yamekwisha kutokea katika mataifa mbalimbali, kama vile ambapo tuliona katika mataifa yaliyokuwa chini ya koloni la Mleno. Watu mbalimbali walianzisha mambo wanayoyafahamu wao kwa wao mpaka kuja kupinduana. Si tunamkumbuka vizuri Samora Machel, mume wa mjane Graca Machel, namna ambavyo alihakikisha kulipambania taifa lake. Lakini je, alikipata kile alichokipambania? Jibu ni hapana. Lakini wako wengine ambao tunawakumbuka vizuri mambo ambayo waliyafanya. Tunamkumbuka vizuri Patrice Lumumba kule Kongo. Hakufanyiwa vile ambavyo raia au jumuiya ya Afrika ilitakiwa iweze kufanya kwa ajili ya kuweza kumsapoti. Ni kusema kwamba mataifa mengi ya Afrika yanamezwa na ukasuku, yanamezwa na mataifa ya nje. Wao wanadhani kufanya kazi kikasuku, kufanya kazi kikoloni, kufanya kazi kinafiki na kimbea ndiyo namna bora ya kuweza kuleta utawala ulio bora kwa raia. Kumbe jambo hilo silo. Kwa leo makala yangu ninaomba iishie hapa, lakini kama kuna jambo jingine ambalo unadhani lingekuwa ni jema zaidi kwa raia wa Burkina Faso ambalo wanatakiwa kuweza kulifanya ili kumshika mkono na kumuunga mwenzao rais mdogo zaidi Ibrahim Traore, ama dunia kwa ujumla inatakiwa kufanya, basi drop comment yako hapo, na mimi sitakuwa mchoyo wa fadhila kuweza kuisoma na kuleta wadhifa na maudhui ambayo unatamani tuweze kuyashare na watu mbalimbali. Mwandaaji wa makala hii ni Steve Mjasi. Karibu tena kwa makala nyingine ambazo zinaendelea kurushwa katika channel yetu. Jambo la msingi ni kusubscribe, like, share na kuturn on notification ili uendelee kupata mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kurushwa katika channel hii. Hilo ndilo jambo la maana zaidi. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kunufaika pamoja nasi. M-Story. Hii ni channel bora kwako. See you the next time.